wa huwa al-ghafurul wadud. Innahu jalla wa ala, hakika yake Allah mwenye utukufu na cheo cha juu, azimur rahma, rahimun azimur rahma, ni mwenye rehema sana, kathirul wuddi wal mahabbati liman taba wa anaba. Allah ana mapenzi sana na mja wake yeyote yule ambaye kakosea alafu akatubu na akanyooka baada ya toba yake akafata mwendo wa sawasawa. Allah humpenda sana mtu ambaye katubia kweli na akajirekebisha. Qalu, watu wake Shuaibu wakasema, ya Shuaib, sikiliza Shuaib, ma nafqahu kathiran mimma taqulu, yani unachonga sana lakini hatukuelewi hata unachosema. Ya Shuaib, ewe Shuaib, ma nafqahu, hatuelewi, akili zetu hazisomi, kathiran mimma taqulu, mengi katika unayosema. Sisi tunakuona kama unapiga kelele tu, hatukufahamu hasa unamaanisha nini. Qalu li nabiyihim Shuaib, hawa watu walimwambia nabii wao Shuaib, ala wajhi listihana, kwa njia ya kumdharau, kumdogosha. Ma nafahamu kathiran mimma tuhadithuna bihi, mengi katika haya uliongea hatukukuelewa, hatufahamu hata nini unakusudiza, unamaanisha. Jaalu kalamahu, waliyajalia maneno yake mengi aliyoyasema, almushtamil ala fununi alhikami walmawaidhi, maneno yake nabii wao yamechanganya fani mbalimbali za hikma, kaongea kwa busara ya hali ya juu, lugha ya ushawishi na mawaidha mazuri, wa anwa'il ulumi wal maarif, na ndani ya maneno yake nabii wao kuna aina mbalimbali za sayansi, aina mbalimbali za maarifa, yani kwa watu wenye fani katika lugha, watu wenye fani katika mambo hayo ya sayansi, watu wamemuelewa vizuri, lakini tu kwa sababu ya ushindani basi mtu husema lolote analotaka. Wao wakasema hatujafahamu chochote katika uliosema. Min qubaili takhliti walhidhyani alladhi la yufahamu maanahu, wamefananisha maneno mazuri ya hikma yaliyobobea kwenye fani mbalimbali za ulum, wao wakayaweka katika uzani wa kwamba ni maneno ya ovyo ambayo mtu hata mwenye akili hawezi kuyafahamu. Wala yudriku fahwaha ma annahu kama warada fi lhadithi sharifi, wao waliyafanya hayaingia akilini kwa mtu mwenye akili maneno mazuri ya mtume wao, pamoja na kwamba kama ilivyothibiti katika hadithi tukufu kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, khatibul anbiya. Shuaib kamuita jina khatibul anbiya, kwa ufasaha wa kusema na ufikishaji. Huyu Shuaib ndiye mkhutubu mzuri kwenye hii safu ya manabii, khatibul anbiya. Mtume kamfahamu hivyo, lakini watu wake wamemwona anapiga bobo ambaye maneno hayafahamiki. Wa innama wakasema watu wake, wa inna lanaraka fina dhaifa. Ya Shuaib, ewe Shuaib, ma nafqahu kathiran mimma taqulu, maneno mengi uliyoyasema hatukuyafahamu nini unakusudia. Wa inna lanaraka fina dhaifa, na halafu uelewe sisi wewe kwetu tunakuona ni mtu dhaifu tu, kuna hadhi ya kukaa ukatuambia jambo, mtu wa kawaida tu wa chini. Kwetu sisi wewe tunakuona mtu dhaifu. La quwwata laka, huna nguvu juu yetu.
wala izzata laka, wala huna izza. Quwwa ni nguvu tu ya mtu wa kawaida akisimama hapa, sema mtu kasimama anatishia amani, na izza ni nguvu ya kimamlaka, authority and power. Huna hiyo kitu izza. Sisi ndio wenye madaraka nchi hii, tunao uwezo wa kuamua lolote dhidi yako, lakini we huna cha kutufanya. Ni mtu dhaifu tu sana kwetu. La quwwata laka wala izzata laka, wewe huna nguvu wala huna power ya mamlaka. Fima bainana, kwetu sisi, ukitulinganisha na sisi, wewe na sisi hatufanani. Na wakampa onyo, wakamwambia walaula rahtuka, kwa taarifa yako Shuaib, tunaowaheshimu ni familia yako, ndugu na jamaa zako, ni wenzetu, tunawaheshimu. Lakini kama si hawa, la rajamnaka, tungeshakuua zamani. Lakini tukizingatia huyu ni mtoto wa kina fulani, na wakina fulani sisi ni watu wetu. Wakati mwingine unaweza ukafanya jambo la mtu ambaye hata kwa watu wake hakubaliki, lakini ukaja ukaamsha vita vya kisasi. Wanasema damu nzito kuliko maji. Kwa hiyo hili ndo lililokuwa limewarejesha nyuma. Ana watu wenye izza, miongoni mwa wenye izza watu wake wamo, na yeye hana kuwa kama walivyomwambia, lakini katika watu wake wako wenye hiyo kuwa. Sasa ambia, kama si hawa watu wako, la rajamnaka, tungeshamalizana na wewe zamani. Lakini watu wako, wewe una watu, ndo wao tu kikwazo. Yani walaula jamaatuka, kama si jamaa zako, la qatalnaka, tungelishakuulia mbali zamani, tukachoka na haya maudhi yako kila siku, mdomo mpana. La qatalnaka ramyan bil ahjari, tungelikuua kwa kukupopoa mawe. La rajamnaka, kwa watu wa zamani wakizungumza la narjumannaka, wanamaanisha tutakuua. Kwa hiyo kikwazo ni watu wako tu, ambao sisi ni wenzetu na tunaelewana nao vizuri. Ingekuwa si hao watu wako, tungelishamalizana na wewe zamani. Wama anta alaina biaziz, wewe huna nguvu yoyote kwetu ya kutuzuia. Tukikutaka wakati wowote, wewe ni wetu. Kama wanavyosema Waswahili, kuku wangu mwenyewe manati ya nini? Na kuku wa kienyeji jioni saa 12 kisha rudi nyumbani. Sasa kwa nini umpige manati, umkate kichwa, umtoboe kichwa kwa toe? Anarudi tu nyumbani. Unamkamata kiulaini, kesho anakuwa kitoyo. Wama anta alaina biazizin, yani lasta indana bimukarramin, wewe kwetu sisi huna hadhi, huna cheo, huna sauti, si mtu mwenye kitu cha kusema turudi nyuma tukiamua letu kwako. Wala muhtaram, wala wewe si mtu mwenye heshima au utukufu. Hata namtania min rajmika, mpaka tushindwe kukuchukulia hatua au tushindwe kukuua. Tukitaka tunakufanyia hilo wakati wowote. Sasa hii tena ndo kiboko ya matatizo. Yani koma, kama hujitaki rudia tena uone utakachokufanyia. Qala, akasema Nabii Shuaib, kwa sababu nabii huwa anamuogopa zaidi yule aliyemtuma, haogopi viumbe wa aliyemtuma. Akawaambia, ya qaumi, yenyi watu wangu, arahti a'azzu alaikum min Allah, munamaanisha hawa jamaa zangu mimi wana izza zaidi kuliko Allah al-azizul mutaal. Izza ya watu wangu ni kikwazo cha nyinyi kunichukulia hatua. Hamuiogopi izza ya Allah Mola wangu aliyenituma kwenu? Kigezo gani manake mmepimia hapo? Ya qaumi, yenyi watu wangu, arahti a'azzu alaikum, hawa jamaa zangu wana izza zaidi kwenu, min Allahi, kuliko Allah. Mimi nakwambieni ya Allah, munanitishia kwamba kama si jamaa zangu
wana nguvu zaidi, munawaogopa zaidi kuliko Allah. Hadha tawbikhun lahum, hii ni lugha ya kuwabeza. Nabii naye anawaondolea uvivu kwa kuongea nao kwa lugha inayofanana na reaction waliomwonyesha. Yani nyinyi mnafananisha izza ya watu wangu na izza ya Mola wangu aliyenituma. Ya watu wangu iko juu kuliko ya Mola wangu, na hapa napo ndo mnajiona mmetumia akili. Ataturukuni munaniacha mimi kunishughulikia, liajli qaumi, kwa sababu ya hofu ya watu wangu tu. Huyo ninayekwambieni kanituma wala hamumuelewi. Wala tatrukuni i'dhaman lijinabi rabbi tabaraka wa taala, hamuniachi kwa sababu ya kuadhimisha upande wa Allah aliyetukuka na ndiye mwenye cheo kuliko wote. Kusalimika kwangu kwenu ni kwa sababu ya watu wangu, sio kwa sababu ya Mola wangu. Fahal ashirati a'azzu indakum min Allahi wa akram, hivi familia yangu, ukoo wangu, ndugu na jamaa zangu wana nguvu zaidi machoni mwenu kuliko Mola wangu ambaye ndiye mkarimu na mkubwa zaidi? Qala Ibn Abbas, amesema Ibn Abbas, inna qauma Shuaib, hakika ya watu wa Shuaib, wa rahtahu, na jamaa zake Shuaib, kanu a'azza alaihim min Allah, wao umma wa watu wa Madiana waliwaona jamaa na ndugu wa Shuaib wana izza zaidi kuliko Allah. Kila wakitajiwa la Allah wanadharau, wanabeza, lakini wanawaangalia familia ya Shuaib kwamba ni familia, tukifanya lolote hapa tutachafua amani ya nchi, shughuli itakuwa kubwa. Wasaghura sha'nullahi indahum, hadhi ya Allah kwao ilikuwa ni ndogo tu. Huyo Allah wao wala hawakumtambua sana kama walivyokuwa wanaitambua familia ya Shuaib. Azza rabbuna wa jalla thanauhu, ana nguvu na ni mtukufu Mola wetu na hadhi yake ni kubwa, lakini wao hawakuiona. Watakhadhtumuhu waraakum dhihriya, nyinyi Mola wangu na Mola wenu mumemuweka nyuma ya mgongo. Mbele yenu mmewaweka familia yangu kwamba ndio wenye nguvu kuliko Allah. Allah mmemuweka nyuma ya mgongo. Ja'altumullaha khalfa dhuhurikum, Allah mumemuweka nyuma ya migongo yenu. La tuti'unahu, hamutii maagizo yake. Wala tu'azzimunahu, wala hamumuadhimishi na kumtukuza. Kashay'il mandudh waraa dhahri, mmemfanya Allah kama ni kitu ambacho kimepuuzwa, mmekiangalia halafu mkakipa mgongo mkaenda na mambo yenu mengine. La yu'abau bihi, hakizingatiwi kwenye akili za watu. Wa hadha mathalun, huu ni mfano. Kaongea lugha ya mfano, yani ndugu zangu nyinyi wanawatisha, mnawaogopa, lakini Allah mmemdharau kama ni kitu kisicho maana, hakuna mtu anayekijali. Qala Tabari, amesema Tabari, yuqalu lirajuli, mtu huambiwa, idha lam yaqdi hajata arrajuli, asipokidhi, asipotimiza haja ya mtu mwenzake. Mtu anapodharau haja ya mwenzake huambiwa, nabadha hajatahu waraa dhahri, huyu aliyekuwa hakukidhi haja ya mwenziwe huambiwa hiyo haja ya mwenziwe kaiacha nyuma ya mgongo wake, kama kitu kisicho na haja wala thamani. Maana kitu kinacho thamani mtu hakipuuzi. Yani tarakaha walam yaltafit ilaiha, kakiacha nyuma ya mgongo, anaenda zake wala hakiangalii, hana haja nacho. Kwa
Kwa hiyo na hawa watu wanaambiwa habari za Mola wao aliyewaumba, anayewahudumia, anawapa pumzi, wakilala wanavuta pumzi, wakila wanapata afya, wanapata hichi, damu inatembea, wanahudumiwa saa zote, lakini anayewahudumia hawamtaki, hawamjui.